Kenya has a leadership that is very able and a leadership that is very dedicated. And in that dedication, sisi tumesema zile assets za serikali ambazo zinafaa zisaidiwe, tutaendelea na kuzisaidia ndio ziendelee kuwa za manufaa kwa nchi yetu. And in that regard, I want to make it very clear, and especially to the opposition, our government has no intention of privatizing Kenya ports. Sisi kama serikali yetu tukiongozwa na Mheshimiwa William Ruto ndio tumeweza kukarabati port na njia ya kurudisha biashara mingi pale Mombasa. Nia yetu sio ile inaibwa pale na watu ya opposition. Sisi tunataka port iendelee kuwa kama asset ya nchi ya Kenya, and there is no intention to privatize it. Secondly, chama chetu cha UDA tumekuwa na mkutano jana na rais alisema vizuri sana, we are a democratic party and parties are institutions of governance, and for a country to be stable, accountability is very important, and accountability in every country and state is based on democracy. Sisi kama chama tungetaka tukue na as many members as possible, na pia tungeomba wengi wajiunge na sisi, lakini dia yetu sio ya kujipiga kifua, na ndio tunaongelesha hata wenzetu wale marafiki wako katika Kenya Kwanza. Tunawaomba wakiona ni vyema sisi wote tuingie katika chama, ndio tujenge ikiwa chama moja ambayo ni strong, but we are doing it respectively. Lakini Kenya tunakubaliana is a multi-party democracy. Sisi tunatafuta space na wengine, lakini njia yetu ni persuasion. Na katika hayo, chama ni wale tunaongoza, chama sio viongozi, na ndio tumesema tutakuwa na uchaguzi. Uchaguzi ni kusema kama wewe uko na cheo ya chama, cheo utapewa na wananchi. The only assurance we are having to all the Kenyan people is that the elections, we will do our best to get the right outcome, and the right outcome is gotten through the right process. And our process will be that which is free and fair, to give every Kenyan an opportunity to be a leader in our party. Na tunataka tutoke kwa hiyo mfumo ambayo chama inatumika tu kwa wakati wa uchaguzi. Tunataka chama cha ideology, chama that transcends 5 years, a party that goes beyond 5 years, so that we have continuity in our policies. Na nikienda kumaliza, unaona wanaweka hawa akina Kiborek ati baridi. Nimeona juzi katika magazeti ati kuna constituency ati zinaweza futiliwa bali. Let me make it very clear to Kenyans. Na hii mimi nasema ni yangu binafsi. It's not a position for anyone. Mimi kama Ndindi Nyoro, I actually do not support dialogue. Hii dialogue inafanyika Nairobi, mimi kama Ndindi Nyoro siungi mkono. Na the reason ni hii. Tulienda uchaguzi, watu wa Baringo wakatokea, wakapea rais wetu kiti, na ni kura tulimpea. Hii watu ya opposition wakaenda maandamano ati ndio wanyamaze, tukawaita, wakaanza kututafuta ati tukae chini. Mimi nauliza, tumeenda uchaguzi, tumeshinda. Hii maneno ingine kuongea ukweli mimi sioni. Ninyi mnaona? Now the reason is this. Wale watu wa opposition wamejulikana for many years, wanapelekaga sisi hiyo turaudi zao za dialogue. Kwa hayo wanakuja kudanganya, wanaongea maneno ya Wakenya na hakuna.
There is no better way of judging the future but by the past. Judging by the past. Hawa watu ya opposition wanataka ati tuzungushane hapo kwa dialogue, ati tufike wakati wa kuongea maneno ya VM. Let me make it very clear. I am in Kenya Kwanza. We are led by the president. Let me make it very clear to the opposition. There will be no Mkate Nusu anytime. There will be no handshake anytime. And since we are clear hakuna handshake, na tunajua hakuna Mkate Nusu, badala ya kupotezea hawale wakati, wacha dialogue ikwishe, tufanye kazi yetu na wao wafanye ya opposition. Ama nyinyi watu wa Baringo mnataka Mkate Nusu? Hata huyu director wetu hawezi kubali, ataleta vita sana. Si ataleta baya. So tumekubaliana hakuna Mkate Nusu na hakuna hayo mengine. So in a nutshell, all the protected constituencies, we do not need dialogue to protect them. Those constituencies are already protected. There will be no constituency that will be deleted from anywhere. Hakuna constituency ya Kenya inaenda pahali. So mimi nasema hii dialogue haina maana, wanakuja kutuambia wana protect any constituency. There is no constituency at a threat. And there is no constituency that is going anywhere. Kwa hivyo tuache hiyo vitisho mingi. Tuendelee na kufanyia wananchi kazi ya barabara, ya shule na yale mengine ambayo iko kwa manufaa. Tumekubaliana? Najua masaa imekwisha, lakini kwa niaba